Unajua wakati tunaongea tu sisi na kuambana hapa maswala wasemanga tunaonea. Wacha leo tuwape nafasi tuone kama kuna la kusemwa, waseme tunawaoneaga. Wewe nitaka kusola kama mimi ndatubeleka kahaba mizoma kima kadeba. Alors le loto tiki place kolela 20 minutes 10 minutes mituna tibogala. Lakini unaipata tu kwa Waislamu. Oh, privilege ya avantage culture bazia kwa pala kisha Waislamu ziko wa jamaa tuweka mkutano watuite. Bangozi na mimi nakutia ba conference kwa baba ina bisiko se defend. Haya, dakika 20 20 minutes alafu 10 10. Baada ya hapo simayawana maswali mituna. Jambo la pili, makama ya mimi bale sije unaotaka tujadili nini? Sije nini sengeli itoso. Aeleze kwanza sije ndio tueleze kile tunaeleza, tumpatie dakika zake. Okay, sije unataka kuongelea ni gani? Olingi sije ni itoso la. Sije na ekolobina ils ont beaucoup plus de quoi expliquer parce que nous avons mettre haute connaissance sportive. Alors sije soyez concret sije angolo l'Éternel Dieu tout-puissant azali nani? Alobi anasema hivi, Mungu wa juu ni nani? Mungu wa juu ni nani? Nafikiri kila mmoja amesikia. Na kanisa hili mtunosho yoki anataka kutuambia Mungu aliye juu ni nani? Aliingia heri sabiso nzambe alikoro nani? Kwa hivyo hiyo ndio sije. Wewe ndio sije. Na wewe kama Mkristo utatuambia Mungu aliye juu ni nani? Hiyo nakola krecho kwa heri sabiso nzambe alikoro nani? Na sisi Waislamu pia tutasema Mungu aliye juu ni nani? Na biso kwa Muislamu to se defendre tola kizanzambe alikoro nani? Alafu wewe unayesikiza ndio utaamua Mungu wa kweli ni yupi. Yeye zaliko yoka ndio ko sije nzambe asola zali nani? Nafikiri tumeelewana. Na kanisa to yoka ni tumeelewana. Toyoka ni na wewe msikilizaji, na wewe zaliko yoka. Ukiona mtu amesema uongo hapa, soka amoni motorobiro akiwa ni pastor au akiwa ni upande wa Uislamu, soka kwa zale paya pastor toe kwa zale paya, hiyo uongo yake unamwacha nao wewe mwenyewe. Ukutana yeye tiki yeye usuni. Na ukisikia ukweli umepita, soka yake ibesema iwe ni upande wako au upande mwingine, eza la kontena yote kotea mwenyewe, unafuata hiyo ukweli. Olandi verite wana. Uongo mwachie mhubiri. Lokutati kila msakoni. Na hakuna ushabiki. Hakuna ushabiki. Hakuna mashabiki. Okay, tembezate. Kama Muislamu umefurahi, soki mzima usebeli itakbir, olobi takbir. Na wengine Allahu Akbar. Batumalimia Allahu Akbar. Sawa sawa. Ukristo ukisikia imeingia vizuri injili, unapiga haleluya, wenzako wanajibu amen. Soki chrétien yoki makambo na bine ekoti malamu lobiga ka haleluya bande balobi amen. Hakuna kusomeana wala kurushiana maneno. Donc makambo ya koganga to ko sopela na maloba ezate toza lakini basike saende ba. Mkutano wetu ni wa amani na tunapenda iendelee kwa amani. Kokuta na biso zalia kimya peto lindiete makambo ele kana kimya. Kwa hivyo sijui kama utatafsiriwa na mtu wetu au na mtafsiri wako. Kama utasomewa na mtu wetu au na msomaji wako. Tuebite soki yoko moto yako sala tradition kozala mutu nayo to mutu na biso. Usat lecteur nayo kozala mutu nayo to lecteur na biso. Na koloba na lingala na français, yebani na bakrisha. Anasema atazungumza kwa Kimombo na Lingala. Kimombo ya Kifaransa na Kilingala ya Kilingala, hizo na makabila ni lugha. Kwa mfano yeye akiongea Lingala naongea Kifaransa na mimi niongee Anglais na Kiswahili. Tutasaidiaje hao watu? Alobi boye. Français za langue, Lingala za langue. Sokyo solori na français anglais français Lingala. Solori na Swahili na anglais. Tokosali sabato bazola na biso ndengeni. Ça peut bien parce que on est lazima tukutanie mahali. Kama isengeli interprete azala. Voilà, oya moni on interprète. Aïe. Parce que notre ou soit tous avons la même interprète. Parce que ngana lo balingala, ngana lo balingala. Ce qui est ayoka lingala comme ça traducteur a essayé makamona lingala. Anasema mimi nitakuwa na badili. Yeye atakuwa na badili. Mimi nitabadili Kiswahili kuelewesha. Na unapozungumza wewe mimi nimeelewesha hivyo. Ndio hivyo, ndio nilikuwa nauliza tu. Ilikuwa ni hivyo ndugu yangu. Ngone alikaki na tunataka pote sisi hatuna matata. Wewe kwa Kiingereza nasema feel at home. Yaani jihisi kama uko nyumbani. Hapa si ndugu zako. Ukiona ukweli pia unakaribia tu. Kesho mimi na wewe tunakaribisha Wakristo wengine katika Uislamu. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Iko na mai. Bon, na beaucoup c'est
selon programme ningi bapesi 20 minutes azoloba 20 minutes musulman aza kovérifie soki 20 minutes tosignale biso tokati ye e tomatisi imamu awa adefendre sujet mutu nyonso ayeba yango nzambe ya likolo nde nani. Voilà, nabandi tunaanza nabandi utasemelo moko na bandiko loba eloko moko. ngai naza chrétien, mimi niko mkristo, naza docteur en connaissance de la loi de l'éternel, naza niko doktere ya maneno ya Mungu, nayebi mingi bible, najua mambo mingi za Biblia, naosenga na bino bolandanga malamu parce que connaissance na ngai eza tellement likolo ke bato mosusu benga bakosesa. ninakuombeni munifuate kwa makini kabisa, kwa sababu elimu zangu ziko juu sana. Donc na prévenir bino moko moko bose prépare naza docteur, naza pasteur te, naza prophète te, naza apôtre te, mais naza docteur. Et notre docteur mais à haute connaissance. Na kutayarisheni ete mkuwe tajari, kwa sababu huyu amezungumza haiko pastori, haiko prophet, huyu ni daktari wa juu sana. Donc nous allons parler un sujet concernant le créateur Azar Nan. Tozali tunazungumza hapa, tunatafuta tujue muumbaji ni nani. Bonangai, le tout-puissant créateur, avant ça la cieux, avant ça la terre, avant ça la monde, azalaki yekaka. Kwangu mimi Mungu aliumba kabla hajaumba mbingu, dunia, vitu vyote alikuwepo hivyo. Donc cieux ezalaki te, terre ezalaki te, monde ezalaki te, bikelamu nyonso mpe ezalaki te, azalaki ye moko. Donc mbingu hazikuwepo, udongo hazikuwepo, hakukuwepo kitu chochote. Mungu alikuwa amesalia mwenyewe. Aza na ebandeli ya bomoi te, hana mwanzo za kuumba, aza mpe na suka ya bomoi te, hana hivyo mwisho za maisha. akufaka te, akufa huyu Mungu, abongwanaka te, habadili Mungu, amonanaka te na miso bikelamu na ye te. Invisible. Bakomi na verset ya 1 Corinthiens 12 à 17. Imeandikwa katika Wakorintho wa kwanza, baloiko na fils na ye. 1 Colossiens 1 12 au bando kitantique 17 et 20. Wakolosai wa kwanza mstari wa 12 mpaka chini. Ngai nazwi oyo eza essentiel, bakomi boye. Na chukua mambo haya ya lazima. Concernant le fils, le fils est l'image de Dieu invisible. Amesema kama mwana ni nyuma ya Mungu wa wazi. Le tout-puissant créateur amonanaka te, akomonanaka te. Huyu ameumba haonekani wala hawezi kuonekana. Le tout-puissant créateur aza incomparable. Huyu ameumba hafananishwe. Moko te akokai na ye parmi ka créature na ye. Hakuna yeyote anayefanana naye katika viumbe vyake. Moko te alekie na puissance na l'univers mobimba. Hakuna yeyote anayeana naye nguvu katika ulimwengu mzima. Amonanaka te, haonekani wa Mungu. basondaka pe pensée na ye te, hatafuti elimu zake Mungu. bakomprenaka pe imagination na ye te, hata namna kufikiriza huyo Mungu. bakomprenaka pe te lolengene ya kokokisa makambo ya programme. Hawezi kujua hata namna gani Mungu anaweza akafanyisha mambo zake. Mais nayebisi bino eloko moko, na kufundisha nini mambo moja. tout-puissant créateur là aliumba mbingu, ajoué barole mibale, anafanya mambo mbili. barole ya liboso Kitu cha kwanza aza maître, iko mwalimu, na role ya mibale na kitu ya pili azali le père, iko baba. bakomi yango na Malachi 1:6. Inaandikwa katika kitabu cha Malachi 1:6. Soko tangi Malachi 1:6 bakomi boye. Ukisoma Malachi 1:6 inasema hivyo. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, c'est là.
Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? À vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites à quoi avons-nous méprisé le nom de l'Éternel? Donc, na verset wana, na andiko hilo le créateur la kisike muumbaji ameonyesha hivi, azali maître par rapport na ba serviteur na ye, ni mwalimu kufuatana na hao watu wote wamemfanyia kazi. azali père par rapport na fils na ye, ni baba kufuatana na mwanaye. soko tali verset oyo ezobala na Hébreu 3. Ukitizama andiko hiyo imekuwa imefanana na Hebrania 3. Na Hébreu 3 batalisi boye. Na Hebrania 3 inaonyesha hivyo. Batalisi Moïse na Jésus Christ. Bamefananisha Musa na Yesu. Bakomi boye. Eba na verset Hébreu 3 de 1 sina 7 na otanga partie essentielle. Na Hebrania 3 mpaka 5 hivi imechukua mambo la lazima tu. Bakomi boye. Pour Moïse, il a été fidèle à celui qu'il a envoyé comme serviteur. Alikuwa mtu mwenye fidelite kwa huyu ambaye aliyemtuma pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Hivi alikuwa mshahidi kwa vitu ambavyo vitakayofanyika. Mais le Christ est comme fils dans sa maison. Hivi Yesu ni kama Kristo katika nyumbani zake. Et sa maison c'est nous. Nyumbani zake ni sisi. Le tout-puissant créateur a deux missions. Mungu huyu aliumba ana mission mbili. Mission liboso eza a former ba serviteur ne ba accomplir volonté na ye. Mission yake ya kwanza ni kufundisha watumishi wake hivi wafuate kufanya mambo zake. Mission ni bale a former son fils afin qu'azala héritier ya biloko ne nyoso. Mission yake ya pili ni kufunza mwanae hivi mwanae atakuwa mrithi wa vitu vya Mungu vyote. Kama tali serviteur etangi na nombre 12. Na mambo yanakuhusu watumishi unaangalia kitabu cha Kutoka nombre 12 de 1 à 13. Unaangalia kitabu cha Kutoka nombre 12 de 1 à 13. Hesabu 12 moja mpaka 13. Nana wale baba phrase essentielle. Nimesoma mambo ambayo zina faida. Le créateur asili keli Aarona Mariam. Mungu muumbaji anamusikia Aarona Mariam. Alibina baroboi. Anaeleza hivi. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Pardon? Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Wakati kapokuwa katika nini mtume mmoja. C'est par un songe et la vision que moi le créateur je lui parlerai. Ni kwa ufunuo na kwa mambo ambayo mimi Mungu nitawafunulia. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Ilikuwa hivyo katika mtumishi wangu Musa. Je parle avec lui bouche en bouche. Nilizungumza naye mdomo kwa mdomo. Et il voit la représentation de l'Éternel. Alikuwa amekuwa kama huyu mwenye kumfanyia Mungu. Là, le créateur a la kisibiso qui était Moïse par rapport à Naïm. Awe muumbaji amekonesha nini Musa alikuwa kufanana na Mungu. Moïse est son serviteur. Musa alikuwa mtumishi wa Mungu. Même le créateur, il a parlé pour son fils. Huyu muumbaji alisema hivi tu ya mwanae. C'est écrit en Hébreu 1:5. Imeandikwa katika Hebrania 1:5. 5 à 12. 5 mpaka 12. Nana otanga pensée essentielle. Unachukua tu mambo ya faida. Na 5 wakomi boye. Na 5 nasema hivyo. Aucun des anges. Hakuna malaika mmoja. Dieu n'a-t-il jamais dit. Mungu alishamweleza hivi. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Uko mwanangu nimekuzaa leo. Et encore, hivyo je serai pour lui un père. Nitakuwa kwake baba. Et il sera pour moi un fils. Na atakuwa kwangu mwana. Le créateur a représenté mwana naye vis-à-vis de son serviteur et son père. Mungu amejipendekeza kwa mtoto wake kama baba na mtoto. Le créateur a bien dit. Muumbaji amesema wazi. Aucun des anges. Malaika mmoja, hakuna malaika mmoja. Jamais dit. Mungu haya mweleza. Tu es mon fils. Uko mwanangu. Je t'ai engendré aujourd'hui. Nimekuzaa leo. Et encore
serai pour lui un père. Nitakuwa kwake baba. Il sera pour moi un fils. Atakuwa kwangu mwana. Verset oyo naebite nani akoni yango poza na kanisa Biblia. Maandiko hiyo sijui nani atakayekataa kwa sababu imepatikana katika Biblia. Soki wana moni ke kokiyo te. Ukiona kama haya mambo hasikueleze na kopesa pe ba verset mususu esika o le créateur abengaka bato na bana na ye. Nitakupatia maandiko zingine inaonyesha kama Mungu aliita wale watu kama watoto wake. Utangi encore na Psalm 89. Utasoma tena Zaburi 89. Psalm 89 de 19 à 32. 19 mpaka 32. Kama utangi la yo partie essentielle. Nitakusomea tu mambo za faida. Le tout-puissant créateur a dit ceci. Mungu ajua amesema hivyo. J'ai prêté un secours par un héros. Nimemsaidia mtu mmoja huyu héros. J'ai élevé parmi un peuple un jeune homme. Na nimefanya katika watu mtu mmoja. Mon serviteur David. Mtumishi wangu Dauda. Ma main lui soutiendra. Mkono wangu utamsaidia. Mon bras lui fortifiera. Mkono wangu utamsaidia huyo. L'ennemi ne lui poursuivra point. Adui hawezi kumchukua. Et mon cœur de l'Éternel dit ceci. Lui, David, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu. Hapa neno za Mungu za wazi zimesema hivyo. Huyo David atanisalia atasema, lui David m'invoquera, tu es mon Père et mon Dieu. Huyo David atasalia kwamba wewe Mungu ni baba yangu. Et moi l'Éternel, je ferai de lui mon premier-né. Na mimi Mungu nitafanya huyo David mzaliwa wangu wa kwanza. Le plus élevé des rois de la terre. Huyo amechukuliwa juu sana ya watu wa ulimwengu. Là c'est le Créateur qui parle. Hapa ni Muumbaji amezungumza. Deuxième fils à l'Éternel. Mwana wa pili wa Mungu. Otangango na 1 Chronique 17. Umesoma Wakorintho wa kwanza. Obangango de 1 à 21. Umesoma 1 mpaka 21. Kana opesa yo partie essentielle. Nikupa tu kipande cha lazima. L'Éternel parlant à David dit. Mungu anamwambia David hivyo. David, tu ne bâtiras pas une maison de cèdre à mon nom. David hawezi kujenga nyumba kwa jina langu. Mais il te naîtra un fils. Il te naîtra un fils. C'est lui qui le bâtira une maison. Je ne lui retirerai pas mon gloire. Je le retirerai à celui qui t'a précédé. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Wana eza ma phrase oh le créateur aloba. Hapa ni maandiko ambayo Eze na resine. Iko mingi alafu nimefanya Yebelo kumoko. Jua neno moja. Le tout-puissant créateur est Dieu invisible et incomparable. Huyu aliyeumba mbingu na dunia azana serviteur nani? Ana serviteur na ye. Iko na mtumishi wake. Azabe na fils na ye. Ana mwana wake hivyo hivyo. Fils eza Moïse, fils eza Jésus de Nazareth. Mtoto ni Yesu wa Nazareth. Jésus de Nazareth aza le fils premier-né de l'Éternel. Yesu wa Nazareth azaliwa na mtoto mwana nakomi presque la fin de la soukana. Nakomi na suka ni Jésus de Nazareth aza le fils premier-né de l'Éternel. Jésus wa Nazareth ni mwana wa kwanza wa Mungu. Et Jésus-Christ de Bethléem aza le fils unique de l'Éternel. Jésus-Christ wa Bethléem azali mwana wa Mungu wake wa kwanza pekee. Donc l'Éternel en a deux fils. Le premier fils c'est Jésus de Nazareth. Le deuxième fils c'est Jésus-Christ de Bethléem. Rappelez-vous de ce sang. Suka nimefika mwisho sasa kama unakoki na ukitana ngai on dit que vous avez déjà consommé 3 minutes c'est 20 déjà takbir donc c'est kalifana 6 minutes landelo moko fata kitu kimoja makamu na wale wabosi mbango bien maneno ninazungumza machazi nao nazona biloko mimi ninazungumza mambo haya nazona dimension connaissance très élevée kwa
ukiyafuata na lobi France nimezungumza na kati ya Biblia zote kama haikuwa katika Biblia abina bina bokondane ngai nasema kama mtamkondani Yesu na solo bana kati ya Biblia zali mambo zote nazungumza yuko kati ya Biblia. Le tout puissant créateur a deux fils. Huyu aliyeumba mbingu yuko na watoto wawili. Fils premier né c'est Jésus de Nazareth. Bwana wake wa kwanza ni Yesu wa Nazareth. Et son fils unique c'est Jésus-Christ de Bethléem. Mwana wao pekee ni Yesu wa Bethlehem. Andiko zote mnazo kichwani. Biblia zote ziko kichwani mwangu. Maisha zangu zote nasoma tu Biblia. Mfikirie mambo soki bapaster chrétien mosusu bakokakite kama kulikuwa wapasere wakisha nazali sukisa wana kokitu na ngai nga na kiti yako inaba etikali 3 minutes kona ye 3 minutes okay minute na mwana zaka c'est l'éternel huyu wa milele azape na deux serviteurs ni minene ana watumishi wawili tena wakubwa ndenge aza na deux fils kama anavyokuwa na wana wawili azape na deux serviteurs minene ana watumishi wawili wakubwa tena kote ba serviteur na kati ya watumishi serviteur ya libosa munene c'est Adam mtumishi wake wa kwanza mkubwa ni Adama. Nani akolobana ngai ke aza descendant d'Adam awa te pambi biso nyonso nani atanieleza katika sisi wote hapa kama haiko mzaliwa wa Adamu? nani akolobana ngai ke yahuta na Adam te Nani atanieleza kama ya kutoka kwa Adamu? ya mibale serviteur Mtumishi wake wa pili eza Moïse iko Musa na Moïse nde le créateur apesi lwa na Israel mobimba kufatana na Musa ndio Mungu amempa kutana Israeli. Ekomami na Malachi 4:4 imeandikwa kitabu cha Malachi 4:4 ya ngolo kama nasuka Malachi 4:4 na mfika imeandikwa hivyo. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Mfikirie na hukumu ya Musa mtumishi Auquel je prescris en arabe. huyu nimempatia amri Le précepteur de son âge pour tout Israël. nimempa amri juu ya kutunga Israeli yote. Le tout-puissant créateur a prescrit une loi à Moïse pour tout Israël. Huyu mtukufu wa juu muumbaji amechukua amri amempa Musa juu ya Israeli mzima. Jésus a confirmé dans Luc 24:44. Yesu amehakikisha mambo haya katika Mathayo 24:44 Jésus a dit Mathayo 20:44 amesema hivyo. puis il écoute donc la parole et il a dit Akamchukua maneno amesema hivyo. c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Ile mambo nilikwenda kuzungumzia hivyo tangu nilikuwa hapo na nyinyi. Il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Imestahili mambo yote imezungumza ikamilike hivyo imeandikwa katika Taurati ya Moizi Dans le psaume na katikati ya David et le prophète. na katikati wa prophète. Donc la suite pour vous dire, Jésus a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète, dans le psaume. Je pense que vous avez déjà exploité toutes les minutes. Tumekaribisha sasa ex-pasra. Karibu Sheikh, wewe umezungumzia dakika 20. Tunamkaribu Sheikh Hamisi inshallah. Hivi tunafanya kazi ya moderator. Dakika 20. Naanza. Abandi. Nilisikia ni mwalimu, ni daktari, nikawa naandika. Yukakia samo na kisiasa doko. Kumbe hakuna kitu ya kuandika. Nataki gogoma na yeko se retrouver eloko moko ya gogoma izalaki na mdogo. Acha nirudishe huko ndani karatasi yangu. Asi papier wana natia na poche. Kwanza ngumi
Kunja vizuri. Tikisa kidogo. Kohoa kidogo. Tikisa sauti. Ndio maana yake. Yaani tukiwanyima hiyo nafasi hamngejua. Soki topima kabango esika oyote bolinga kiboye bate. Lakini tukiwapa hivi ndio inabaidika. Metango topesi bango esika baloba. Ndugu yetu amekuja hapa. Niko na biso aye hawa. Akasema yeye ni daktari. Alobia za docteur. Yeye ni msomi. Yende motanga. Na ako na elimu nyingi. Sana connaissance. Na amekuja kutufahamisha elimu hiyo nyingi. Bwana kisabiso maisha. Lakini kumbe ni matatizo. Zoka eza pa. Kumbe ni msiba. Zoka eza nde matatizo. Amesema maneno hata Wakristo wakubali. Alobima kambo ya baba chrétien bandimeli ete. Ati Mungu ako na watoto wawili. Nzambe azana bana mibale. Yaani hiyo elimu yote ulikuwa tumtafutia Mungu watoto wawili. C'est-à-dire maele na yenyo zozaka kalukela nzambe bana mibale. Hiyo mzunguko yote nina elimu nina nini ulikuwa unamtafutia Mungu watoto wawili. Ubaluka nyonso wana nazana maele natanga ebele ezalika kalukela nzambe kozwa bana mibale. Sasa wale watoto wengine wa Biblia wa Mungu nawachia nani? Oba mususu bana ya Biblia oyo nzambe alobiba zali bana na ye. Wakele bango nani? Wewe kama uliona wawili mimi niliona wengi zaidi ndani ya Biblia. Soki omona kimi balenga na tangi na moni ebele na kati ya Biblia. Ndio maana nikatoroka huko. C'est pour cela na kitika ka Christianisme. Nikafuata Mungu ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Eko na nzambe oyo abota te abota mate. Lakini yule anazaa kuna wawili na wengine wanasema wengi na hata shetani mtoto wake pia. Nzambe na bino abota bana mibale selo yeme Biblia ilobi abota bana ebele ata sata aza mwana na ye. Mada ilikuwa imesimamishwa. Sije oyo totelemisaki. Mungu wa ukweli. Nzambe oya solo. Aliye juu. Oya likolo. Ni nani? Nde nani? Sio baba ya watoto. Solobeli te pona likambo ya papa ya bana. Tutauti baba hapa. Olukite likambo ya papa. Ilikuwa tuambie huyo Mungu wa kweli ni nani? Ezalaki oyo bisabiso Nzambe ya solo nde nani? Kweli au si kweli? Solo to solo te. Kunja ngumi. Tikisa kidogo. Kohoa kidogo. Sasa ndugu yangu, sasa umeingia katika shule. Hawa na nemio na etelo. Nataka nikufunze vizuri. Na lingine tea yoto na kisayo malamu. Na uje uko na dakika 10. Yeba kiozana 10 minutes. Usifikiri unatoroka hapa. Ukaisateke uko na dakika 10. Ukozongela Lakini sifa elimu sasa. Yoka siko mayele. Kwanza Mungu aliye juu ni nani? Nani oyo ndeto lobi Nzambe alikolo. Nakupa aya moja katika Qur'an. Na pesi yo verset moko ya Quran. Sura 112. Chapitre 112. 1 mpaka 4. Premier verset inasema, Elobi. Sema, Loba. Yeye Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Nzambe azalise ye mei. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kuabudiwa na kusudiwa na viumbe vyake vyote. Yeme inde sengeli batuba sambela batia elike na bango epana ye. Hakuzaa abota te wala hakuzaliwa. Abota mate. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Pe alandani atana moko te. Huyo ndiye Mungu. Oyo nde Nzambe. Ule ambaye hakuzaa. Oyo abota te. Na wala hakuzaliwa. Oyo abota mate. Sasa ndugu yetu akakuja hapa. Niko nabiso aya. Akatoa niko katika Wakolosai. Apesi verse na yana kati ya Kolosai. Ya kwamba Mungu alikuwepo kabla ya vitu vyote. Nzambe azalaka liboso biloko nyonso. Na mimi nasema ni kweli. Na lobi solo ya. Na akasema Mungu hawezi kuonekana. Olobi Nzambe akukikomona na te. Na mimi nasema ni kweli. Wapi na ndimi yango solo. Lakini akapata matatizo. Me ozwaki pasi mo. Alipoleta Waibrania 1:3. Tango omemi Hebreu 1:3. Akaanza kumtafutia Mungu watoto. Obandiko lukela Nzambe bana. Akasema hakuna malaika aliambiwa kwamba wewe ndiye mwanangu. Olobi ezali na ange moko te oyo Nzambe adeklara. Lakini akapatia Mungu watoto wawili. Me ozweli Nzambe bana mibale. Kwanza nataka nikurekebishe hapo kisha nielimishe watu Mungu ni nani. Na lingine teo na nzela na isika wana apena ko expliquer batu Nzambe nde nani. Ikibakia dakika 10 mnionyeshe. Soki etikali 10 minutes na ngabo sinyalenga. Tuko pamoja. Ozai longo. Kwanza nitoe uchafu wa watoto. Alongo la nanu salite ya kupesa Nzambe bana. Ndugu yetu alisema Mungu anataka kama boko langeza. Kuna biso lobi Nzambe azana bana combien? Nataka nimuonyeshe na lingine la Kiswahili. Hiyo Biblia aliyotoa watoto wawili. Biblia oyo ya pesa bana
bana mibale hajaisoma. atanga nano yango Na hapa inafaa upande kama umesoma maandiko. aba mata ozala sirke usio tangi ba Mwanzo 6:2 Genèse 6d inasema hapo watoto wa kike walipozaliwa kwa wanadamu, watoto wa Mungu walienda kuoa wanawake wa wanadamu. elobi bana ya batu babota bilenge basi awa na mokili kasi bana nzambe bakitaka na mokili baya kobala bana ya batu wana. Swali kwako, Mutuna ipana yo ni hao watoto wawili ezande bana ya nzambe omibale seloyo au ni wengi tu to bazala banguka ebele ambaye hatuna hesabu? otoyebi nombre na bangu Katika Kumbukumbu na Torati, na Deuteronome Israeli ni watoto wa Mungu. Israeli nzambe adeklare alobi baza bana na ye. Katika Yeremia 31:9 Yeremie 31:9 Israeli ni watoto wa Mungu. Israeli bana ya nzambe. Efraimu ni mtoto wa kwanza. Efraimu ndi mwana ya likinda to ya liboso. Haya, huyo ni mmoja tayari. Oyo moko Efraimu. Israeli ni wengi lakini tusiweke kwanza. Huyo ni mmoja kwanza. Israeli bazaye beleme kuna Efraimu nzambe alobi yo sali mwana na ngaya liboso. Zaburi 2:7 Some day 6 Daudi anaambiwa, David bayebisi wewe ni mwana wangu mpendwa, yo za mwana molingi hivi leo nimekuzaa. ngai na boti yo. Huyo ni mtoto wa ngapi? C'est-à-dire mwana ya mibale ya nzambe. Mtoto wa ngapi? Ya mibale. Wa pili. Ayubu 1:6 Job 1:6 inasema, elobi hapo wana wa Mungu walipoenda kujihudhurisha mbele za Mungu, esika bana nzambe basangana kapote basambela liboso ya nzambe Shetani alikuwa ni miongoni mwao. satana pe azalaka elongo na bango. Kwa hivyo kwa hesabu ya watoto wa Mungu hata Shetani yu C'est-à-dire na groupe ya bana ya nzambe satana pe azali di nombre ni wangapi? Watatu au wa kwanza? tuwa swate katu Sasa wale wawili omi bale yo pesaki au Shetani ndio ule wa pili swate satana ndako usala mwana ya mibale au yuko kwa ile hesabu ni watatu au ni wangapi? ubiela bakalikili na yote ebite soki obakisi sataba kozwa Kwa makosa sababu ya Ayubu inasema watoto wa Mungu walipoenda mbele za Mungu, Shetani alikuwa ni miongoni mwao. pote Job alobi bana nzambe tango bakendeki liboso ya nzambe satana pe azalaka elongo na bango. Na kawaida kama baba umeita watoto wako unataka kuongea nao, unaanzianga mkubwa au mdogo? Comme d'habitude soki papa obengi bana na yo solola na bango nayebi te soki okobanda kosolola na yaya na bango to na leki na bango. Na waulizeni, utaanzia mkubwa au mdogo? Natuni masolo ya yo na bana na yo okobanda na yaya na bango to na leki na bango. Unaanzia mkubwa. Okobanda na yaya. Sasa kwa mujibu wa Biblia, mtoto wa kwanza wa Mungu ni Shetani. Selo Bible mwana ya liboso ya nzambe ezali Satan. Katika hiyo Ayubu 1:7 Na Job 1:7 wakati Mungu anaongea na watoto wake, tango nzambe asololi na bana na ye akaanza na wa kwanza abandaki na mwana na ye ambaye ni Shetani. de Satan. Akamuuliza, ulikuwa umepotelea wapi? Atuni Satan yo wapi ndio ubunge. Shetani akamwambia, Satan ABC. nilikuwa natembea huku na huku kule kwenye ardhi. Zalaki na ngai epai na epai kotambola na mabele. Akamuuliza, huko umetoka ulimuona Ayubu? Nzambe atuni Satan eske omona ki Job? Mtoto wa kwanza huyo akasema, nimemuona huyo Ayubu. Mwana ya liboso ya nzambe arepondre alobi namona ki Job. Lakini wamempa kila kitu. Satan ebisi nzambe Job Afya umempa, sante mali kitoko umempa, bongo ebele kila kitu umempa. bana biloko nyonso. Hili mazungumzo kati ya mtoto wa kwanza wa Mungu wa Biblia na Mungu wa Biblia. Solo entre mwana ya liboso ya nzambe na nzambe na bino ya Biblia. Akaomba baba yake ruhusa aende akaharibu mambo ya Ayubu. Asenga autorisation epai ya papa na ye ete akende abebisa Job na biloko. Na baba yake akampatia ruhusa. Job nzambe autorisa mwana na ye Satan akende. Lakini huyu aliona tu watoto wawili. Me yo ngoni kaka bana mibale. Hao wengine walikuwa wanapeleka wapi? Bamususu lokola otangi te oyebi te soki baza. Isaia 64:8. Esaïe 54:8. Kila kitu kilichoumbwa na Mungu kinaitwa mtoto wa Mungu. Oyo nyonso ekelami na nzambe babengi yango mwana nzambe. Wewe nao pia ni mtoto wa Mungu kwa mujibu wa hiyo andiko. Soki olandi version oyo oza mwana nzambe. Wewe ulikuwa unaona tu wawili. Yo mona ikaka bana mibale. Yesu mwenyewe katika maneno ya Yohana Jésus moko na Mathayo oyo Jean akome 20:17 20:17 anasema, naenda kwa baba yangu Jésus alobi nakei epai ya tata na naye ni baba yenu. mpe azali tata na bino. Sasa hapo na hao wengine alikuwa anawachia nani? Oyo bana bususu ya nzambe Jésus asakoli mpona bango awo yo tikile bango na. Lakini ukweli ni kwamba Mungu hazai wala kuzaliwa, Verite na yebiso ezali ete nzambe abota te abotama te. na wala hana anayefanana naye hata mmoja. Mpe alandani na mutu moko to eloko moko te. Mungu aliye juu ni nani? Nzambe aza na likolo nde nani? Hesabu 23:19 Nombre 23:19 inasema elobi Mungu si mtu. nzambe azali mutu te. Kwanza sifa yake ni
kwamba yeye si mtu. c'est-à-dire lokumu ya nzambe sokola ye na lolenge ya bato. Ukiangalia katika Yohana 8:40, Jean chapitre 8:40, Yesu anasema mimi ni mtu. Jésus alobi nga nazali mutu. Kwa hivyo Yesu si Mungu. C'est-à-dire Yesu aza nzambe te. Na kisha Biblia inaendelea kusema Bible ezali koloba lisusu wala Mungu sio mwanadamu. ete nzambe azali mwana ya mutu te. Na ukiangalia Timotheo wa kwanza 2:5, soki otali 1 Timothée 2:5 inasema kwa sababu Mungu ni mmoja. elobi po ete nzambe azali moko. Na sisi Waislamu pia tunasema Mungu ni mmoja. Soki bamisilma tondimi ete nzambe azali se Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Bible elobi intermédiaire entre bato na nzambe azali moko. Ni mmoja. Moko mwanadamu mutu Kristo Yesu, Jésus Christ. Kwa hivyo hapa Biblia inathibitisha Yesu ni mwanadamu na ndio mpatanishi kati ya ule Mungu mmoja na sisi wanadamu. La Bible confirme que Jésus azali mutu mais intermédiaire soit prophète ya nzambe entre biso na nzambe. Na kisha ukifuata habari za Yesu soki olandi sango ya Jésus katika Matendo ya Mitume 7:55 mpaka 56, Actes des Apôtres 7:55 à 56, Roho Mtakatifu anafunua ya kwamba Yesu ni mwana wa Adamu aliyesimama katika mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Saint-Esprit afongoli alobi Jésus azali mwana ya mutu oyo atelemi na droite ya loboko ya nzambe. Na hakuna andiko ambayo inasema Yesu ni mtoto wa Mungu. Verset moko te na Bible oyo elobi ete Yesu azali mwana ya nzambe eza te. Narudia tena, nazongi lisusu, hakuna andiko ezali te inayosema verset oyo elobi Yesu Jésus ni mwana wa Mungu azali mwana ya nzambe. Lakini kuna watu ezali na bato ndani ya maandiko na kati ya baverset wanaodai oyo bazali kodeklara Yesu ni mwana wa Mungu. ete Jésus azali Wa kwanza aliyesema Yesu ni mwana wa Mungu, kelamu ya liboso salaka declaration ete Jésus azali mwana ya nzambe, Shetani mwenyewe Satan ye moko. katika Mathayo 4 na Matthieu chapitre 4 1 hadi 10, verset 1 à 10, Shetani anamwambia Yesu yeye ndiye mwana wa Mungu. Satan ayebisi Jésus yo nde mwana ya nzambe. Wa pili anayesema Yesu ni mwana wa Mungu ya mibale oyo alobi ke Jésus azali mwana ya nzambe ni mapepo wachafu ezali milimo mabe, katika Marko 3:11. Mark 3:11. Watatu anayesema Yesu ni mwana wa Mungu ya misato oyo alobi Jésus azali mwana ya nzambe kwa mujibu wa Matendo ya Mitume 3:23 kuendelea euti na Actes des Apôtres 3:23 kokita ni Petro na Yohana, Petro na Jean ambao Biblia imesema oyo Bible elobi mpona ni watu wasiokuwa na elimu, ete bazali bato baza mayele te, ndio walikuwa wanasema Yesu mwana wa Mungu. nde bazalaka koloba Jésus azali mwana ya Kwa nzambe, hivyo kuna Shetani, c'est-à-dire ezali Satan, mapepo wachafu milimo mabe na watu wasiokuwa na elimu. na bato oyo baza mayele te. Na ndio maana Qur'ani ilipokuja Kusela kora tango eki katika sura ya 18 aya ya 4 chapitre 18 verset 4 inasema elobi hii Qur'ani imekuja ili iwaonye Koran eyekote eteya wale wanaosema baye balobaka Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto, ete nzambe akomina mwana hawana elimu kabisa juu ya jambo hilo. na mayele teko na likabwana. Kwa hivyo inathibitika kwamba anayesema Yesu Mungu ana watoto hana elimu. C'est confirmé clairement ete baye balobaka ete nzambe abota mwana nde Jésus bazali bato baza mayele. Na kama kuna mtu anadai Yesu kuna andiko linalosema Yesu ni mwana wa Mungu kwa kauli ya Mungu au kwa kauli ya Yesu, atakuja atueleze hapa kwa wakati wa maswali. Soki verset moko ezali mutu alobi no verset oyo elobi Jésus azali mwana nzambe, nzambe a déclaré yaka okoya kodemontre yango awa. Lakini kile ambacho tunajua mais oyo biso toyebi ni kwamba manabii wote ete baprofete nyonso walitufunza kuhusu huyo Mungu mmoja balakisaki biso kaka nzambe moko ambaye ndiye Mungu aliye juu. nde nzambe ya likolo. Kumbukumbu la Torati 6:4 Deuteronome 6:4 Musa anasema Moïse alobi kuna Mungu mmoja wa pekee wa kweli. ezali kaka na nzambe mei ya solo. Katika Zaburi 90 Psaume 90 tunaongea kuhusu Mungu mmoja. basololi mpona unicité ya Isaia 43 kuanzia 10 Esaïe 43:10 inaongea kuhusu Mungu aliyeumba vitu vyote, ilobi mpona nzambe oyo akela biloko ambaye ni Mungu mmoja. azali se ye mei. Yeremia 1:4 Jérémie 1:4 inaongea kuhusu Mungu aliyetuumba katika tumbo za mama yetu ambaye ni mmoja. elobi ete nzambe nde akela biso uta na kati ya libumu ya bamama na biso. Marko 12:28 mpaka 20 mpaka 32 Mark 12
22 kino 30 inaongea kuhusu Mungu mmoja. elobi nzambe azali unique. Yohana 17:3 Jean 17:3 inaongea kuhusu huyo Mungu mmoja. elobi pona nzambe mei. Yohana 17:6 Jean 17:6 inaongea kuhusu huyo Mungu mmoja. elobi pona nzambe mei. Ufunuo 1:1 Apocalypse 1 inaongea kuhusu huyo Mungu mmoja. elobi ete nzambe azali unique. Timotheo 1:2:5 1 Timothée 2:5 inaongea kuhusu huyo Mungu mmoja. elobi ete nzambe azali unique. Isaia 45:5 Isaïe 45 inaongea kuhusu huyo Mungu mmoja. elobi ete Dieu est unique. Ni mingi tu. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ekosili sateme sana ngoye pele. Lakini Mungu watatu hakuna. Likambo ya banzambe misato ezate. Mungu watatu hawapo. Oh, banzambe bazami misato ezate. Jazeka na wewe unaona faida ya elimu. Unaona elimu. Unaona importance ya maele. Faida ya elimu. Somoni mbongo bandiko ya. Si elimu tu utapata elimu na wewe. Salami zilmazo wa maele ya pia ute ya batu. Ngoja kwanza nichukue. Hii ni ya elimu hii. Sasa sema una elimu ukisema mambo yako. Hii ya elimu hii. Hauna tebali tena. Hii ni ya elimu hiyo. Euti na maele huyo. Mimi ni daktari. Wewe ngana za daktari. Unaweza kuwa daktari, ugoza la daktari, lakini mimi ni daktari wa roho. Mengana za daktari haingani. Pia fua. Na kutibu wewe kwanza, tunaboro na bandiko. alafu nisiku na wenzako pale. Pesa wewe wana kwa pesa baninga. Alafu akishapona, sima dina kwa nyoso kwa bidii. wanamjua huyo Mungu aliye wa pekee. Wewe nzambe mko ya solo Ambaye hakuzaa, wala hakuzaliwa, na na aliwatuma manabii wake, ina maprofeti wala hakuwa anazaa watoto. azalaka kwa bota Hakuwa anawafanya watoto. azalaka kwa sawa Alikuwa anatuma mitume. azalaka kwa tinda batina Baada napata elimu, jazaka na wewe. yango ya maele zalika kwa yana miso na Mwenyezi Mungu angalia na jicho la rehema. namba Afrika banso ba bazali kwa pesa. Tunaendelea. Endelea. Amen. Hiyo ni elimu hiyo. Wewe zalia maele. Hiyo ni elimu ndugu yangu. Zalia maele. Hiyo ni elimu. Pata hapa elimu. Ndio maana yake hapa. Landa maele. Hiyo ni elimu. Wewe zalia maele. Hiyo si ya kazi nyingine, hiyo ni elimu. Tulisema huko nayo. Wewe watu wa Tunamuuliza Yesu. Dotuni Jésus. Tunamuuliza Yesu. Dotuni Jésus. Huyu Bwana ametuambia kwamba Mungu alikuwa na mtoto. Wewe ABCD sonza mbele. Ametuambia kwamba Mungu alikuwa na mtoto. Dekolobi nzamba. Anasema Jésus alikuwa katika Yohana, na kati ya Jean. katika Yohana Na kati ya Jean. moja kuanzia 49 49. kuanzia 49 49. mpaka 52 Jusqu'à 52. Yesu anauliza, Jésus atuni. anamuuliza Nathanieli, Jésus atuni Nathanaeli. kwa sababu nimekuambia maneno haya, Ona hebi sio makaburi. wewe unaamini? Ondini. Nathanieli akamuuliza, Nathanaeli atuni. wewe ni mwana wa Mungu? Wewe zamana. Yesu akamwambia, Jésus hebi tazama, dala. utaziona mbingu zimefunguka Ogomona mapata kufungua. na malaika wa Bwana Ba anje ya Nzambe. wakikwea juu Bakoyana liko. wakishuka Akitina juu na se. ya mwana wa Adamu, Ikono ya mwana ya baba. wakati yuko na wanafunzi wake. Tango ya zaba hivi. Katika Mathayo 16:18 Matiese. anawauliza Atuni ba. watu husema ya kwamba mimi ni nani? Atubalodi kunangana sanani. Wanasema mimi mwana wa Adamu ni nani? Jésus hebi sibango. Watu wao wanasema sanani. kwamba yeye ni mwana wa Mungu, Hebi sibalodi. lakini Qur'ani inasema katika sura ya 9 Nakati ya aya 30 verset 30. Mayahudi wanasema Wayahudi Uzeri ni mwana wa Mungu, pia uzairi ya zamani. na Wakristo wanasema Beteba ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. ya zamani. Hayo ni maneno wanasema Huyo baludia bali kwa vinywa vyao, na minoko na bango. basi na kuyapima, basi na kuyapima, Sengeli komeka yango. wanaiga maneno ya waliokufuru kabla yao. Sali kopia bapaeli bo bazalaka liboso. Kwa hivyo ndugu yangu, naona mna dakika moja, Dekonangana moni na tikana na miniti mogo. lakini unapokuja kusimama hapa Tango kwa hotele mao. usisahau CJ. Boso na sije. Usianze kumtafutia Mungu watoto. Kukela nzambe bana te. Angetaka watoto wangejiungua tu, Kiali ngakabana nzamba lingaki. lakini Mungu wazai wala kuzaliwa. Utakatea bota. Na utakapodai kwamba watoto wa Mungu mmoja ni Yesu, Kio kolo babana na nzambe mo konde Jésus. alafu tuambie uhusiano wa Mariamu na Mungu wataitanaje? Sabi so relation entre Marie et Nzambe bakobenga ngoni. Na ukiona ingia kilini, Ndio kumona kekoti maele na yote. hata hiyo kauli ya kusema kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu Eme parole ya koroba haingia kilini. na Nzambe. Hebu Waislamu kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi, tikisa kidogo, tikisa tena, toa kidogo, ongeza sauti.
10. 10 minutes. Dakika 10. Kuja na kungoja dakika 10. Najua nimebakisha moja najua. Namwachia kuja. Nimekupa 11 ile yangu moja na yako 10. Mweleze ndugu yangu ndiye anakuja. Anambia pesa 11 minutes plus 1 minute derrière. Uje tuambie Mungu wa kweli nani? Na kusubiri. Viens nous démontrer. Au ndio elimu imeisha. Dakika 10. Hiyo ndio inaitwa deba. 10 minutes. Na mifuko imejaa. Waislamu Mwenyezi Mungu angalie na jicho la rehema. Amina. Hata mimi natabasamu. Najua nitanunua pale Sigre nikienda nyumbani na nitie 2 3. Leo na mimi pia nasikia raha. Inshallah. Haya ndugu yangu. Mike zawana. Unaona faida ya elimu? Elimu hiyo.